Hili ni eneo ambalo nimekuwa nikalikuta lipo ikiwepo kaburi maeneo haya, lakini baadaye baada ya kukua nikapata ufahamu kaonekana kwamba hii ni sehemu ambapo alipofia. Mimi huyu namuita kama baba, na baadaye tumeamua sisi wanaukoo kuja kumchukua ili kusudi tukamfikisha kwenye sehemu ambapo huwa tunajizikia. Kwa bahati mbaya tumemtafuta, tumemkoswa, tukawa hatuna jinsi, na tumejua kwa kwamba nimeng'ang'ania hapa. Huwezi kujua wazee wa zamani mazingira yao walivyokuwa wanaishi. Kwa maana hiyo tumekoswa ujanja wote, tukaamua kumwacha tu jinsi alivyokuwa anaishi. Maana hii ni mitambiko yetu ambapo huwa kila mtu anayepata shida huwa anakuja hapa, shida zake zinaisha. Lakini leo hii tunashangaa tumemkoswa, na tukawa tumekoswa namna ya kufanya, tumemrudishia tu akae kama jinsi anavyotaka yeye. Omunyampara wo muturo Bwana Theonesti Basaro
Tunashukuru sana kwa kazi kubwa ambayo tumeweza kuifanya hii hapa. Ilikuwa ni kazi ngumu, lakini kwa ushirikiano na jamii pamoja na ukoo tumefanya tatizo kwa kupata masalia ya mwili wa Buzwiga Banga tumekosa. Basi toa shukrani zetu kwa wananzengo wote walioweza kufika hapa kwa ajili ya kutusaidia. Asanteni. Iwa mwara wetu mama wali watawasiga nyenda oya noiwa kandi kutekuta fadhali kwenyonga kandi kutekuta fadhali kuita Mungu umwana mayango ndakusanga umwana mayango ndakusanga ukipa muyaga makulaga gahaba nyamuhanga ukipa muyaga makulaga gahaba nyamuhanga iwe mwara wetu mama wade wasiga nyenda oya iwe mwara wetu mama wade wasiga nyenda oya kandi kutekuta fadhali kandi kutekuta fadhali Hii njia ndiyo iliyokuwepo miaka ya nyuma sana, na ilikuwa inatokea maeneo ya Karumo, inakuja Irunda, inakuja Rubanda, inakuja mpaka Humuro, inaelekea hadi yani Busisi, baadaye hadi Nyamasare, hadi Buyagu. Ndio njia ilikuwa inatumika hii. Njia hii hapa mbona inaonyesha hii ndio njia ilikuwa inatumika. Na hata kipindi mzee Mpendakula anahamia hapa, hii njia aliikuta. Na pale mbele kwa ajili ya Kahumuro, pale mbele pale kulikuwa na mpogoro ambao watu walikuwa wanapita wanapumzika pale kutokana na jua. Sasa sema kama utakuwa nikuta unanosangira Kahumuro wao, ndio neno Kahumuro likawa limechipuka hivyo. Na mlima huu kwa mwanzo ulikuwa unaitwa mlima wa Buzwiga. Lakini alipofariki mwaka 60, watoto wake walikataa usiitwe mlima wa Buzwiga kwa sababu ameshafariki. Kwa mila za Kizinza mtu anapofariki basi na jina lake lishapotea moja kwa moja kwa kipindi kile. Lakini baadaye mlima ulibadilika ukawa mlima wa Mpendakula, na mpaka sasa jamii ya Kahumuro itambua kama ni mlima wa Mpendakula huu hapa. Mpendakula. Ndalaba ibozo ndalaba yenkula yandyo Ndalaba Hili hapa ni eneo ambalo ni pango. Pango hili miaka ya nyuma kulikuwa na fisi wengi sana katika eneo hili, na tulikuwa naishi sisi pale juu kidogo, walikuwa wanakuja fisi kuja kuchukua mbwa, kukamata mbuzi, na fisi wale walikuwa wanakuja kujificha katika pango hili. Lakini kutokana basi na mabadiliko ya watu kuongezeka, fisi hapo walishahama mpaka sasa hivi, ila kuna pimi bado. Ulikuwa unafika muda wanakuja nyumbani mahali tulipokuwa tunaishi. Tunapokuwa tunakula wamo pembeni mwa kikome. Na vile vile tunapofika muda wa kwenda kulala, kwenye jiko mahali walipokuwa wanapikia, tulikuwa tunakuta vyombo ambavyo tulikuwa tunalia, tulikuwa tunakuta vyombo vile havimo. Tunavifuatilia, tunavikuta kwenye pango huko. Na baada ya siku fulani hizi fisi zikikosa chakula, nafikiri pale kulikuwa na mto wa kuvuka kwenda Lubanda. Siku ambazo zimekosa vyakula, watu walikuwa wanaozoea kupita kwenda Lubanda. Nafikiri wengine walikuwa nalala huko Kahumuro kwa kipindi cha pale nyuma. Naona hivyo. Niko nazuri na hivi. Halafu vile vile hili pango kwa sasa hivi limeziba, nafikiri kwa sababu ya kukosa mila za kizamani limezibwa. Kipindi kile tunakuja kufuata mabakuli yetu ya chakula, hayakuwemo haya mawe.
Kwamba kumbe kuna pango. Nikipoka na maafisa. Zamani walikuwa wanatengeneza. Walikuwa wanatengeneza chumvi za Inaitwaje? Chumvi inaitwa nyaraja. Kwenye eneo la njia ambalo Buzuiga alipokuwa anaishi pale kwake, ilikuwa ni njia yake ya kwenda kusagia mtama ili kusudi wapate kula, kupata unga. Na mpaka sasa tunakwenda kwenye hiyo eneo la linaitwa Itale. Sijui kwa Kiswahili wataliitaje. Jiwe kubwa. Jiwe kubwa la mwamba. Ndio tunajua. Ahantu tuzenda hekiri. Eri ni ikiri aho tubikwerekera hekiri aho. Abutongya aho nyini bakabambanikiraho, bakabambaseraho na maana no yanikira ibyo kuriya ubudaga amapo yo tubikwerekera no aho nyini hekiri. Ni ikiri rihango. Ni ikiri hango sana. Kwa hiyo kasogwa bukaba buri umuhanda oguno muhanda no umuhanda go kuriga kuno umuka kugenda hekiri aho nyini. Oguno muhanda kabisa rasmi kugenda moja kwa moja mpaka hekiri. Kiri imbere konga tihara sana. Ni imbere konga kidogo. Ago makati wao kabori no umuriki. Inye kipindi echo ukabaine emyaka tugambe kwiza kuwa manyinyaha nisengi potera kasoma ene waga kwa 2000 kwenye 2003 akasiba kuno sengi potera maene wago baadaye nanyenkeza kwekoro wa sengi kunwezi kaba 2000 na kwenye 2008 2009 sawa neza nekara kuno wa sengi. Ndugu, kumbe mtangazaji, kumbe huyu ana historia ambayo kidogo alikuwa na umri mdogo lakini aliyaona maeneo. Kwa hiyo nafikiri tunashukuru sana kwa uvumilivu, pamoja na kwamba njia yetu ipo juu kwamba kuna Itale, kumbe ni vizuri sana hata wewe kulielewa ukiwa kama ndugu mtangazaji ambaye tayari ni mtu ambaye unarusha nini taarifa ya habari. Subiri wa mwisho. Wewe mama Beta. Bado mababu wapo na mabibi. Yaani kulikuwa hakuna hata mashine za kwenda kusaga. Kawaida tulikuwa tunakuja kusaga hapa mawele, mananili mtama. Yaani ni kusaga, kumaliza kusaga. Yaani kila kitu, hata hizi mboga za za asili, hizi kunde mnaleta hapa, mnakuja mnasaga, mnaambiwa nendeni mkahalale mboga, mnakuja kusaga hapa. Kwa hiyo historia kubwa ya hili jiwe, yaani ni hivi tulikuwa tunafanya hapa kazi hizi, ndio maana na hivi vishimo unaviona. Halafu pia na kuanika udaga tulikuwa tunaanika hapa. Yaani hili jiwe hili yanatengenezwa yanakuwa vizuri, ndio mtu unakuja kusaga. Yaani ni vizuri mno na ugali wake mzuri. Kwa maana kilimo cha Buzuiga kilikuwa ni mtama wakati wa zamani. Sasa ni kwa nini walikuwa unafanya kwa hali kama hii kusaga? Ilikuwa ni mila na desturi. Kwanza nimeongea kwamba mara ya kwanza kulikuwa hakuna mashine. Mashine zilikuwa za mbali sana. Sasa ndio maana mtu kuleta mashineni na kuleta chakula cha hapa. Kwanza chakula cha hapa kilikuwa kizuri. Ni kama mila za zamani Sengi
msaada mkubwa sana. Kaumulo nzima hii itegemea kuanika udaga. Kwa hiyo yani eneo hili Kaumulo nzima hii walikuwa wanakuja kwenye huu mwamba. Unaona? Tukao ukifika hapa unaweka sehemu yani kama ukiweka jiwe hapo ndio unapoanikia udaga. Kwa hiyo ukikuta mtu ameweka pale jiwe ina maana anamaanisha kwamba hapa ni eneo langu. Christine Mwanzalima. Wewe enzi zako hapo unapokumbukaje? Mimi enzi hizi napakumbuka, lakini kwa kuwa tulikuwa bado wadogo, tulikuwa tunaona tu babu zetu wanakuja huku kuanika udaga tukiwa watoto wadogo sana. Napakumbuka kwamba kama ilikuwa ni kama vile msaada wetu. Maana wakileta hapa nani ule uwele kuja kusaga, tunafurahi kweli kwa leo tumepata chakula. Babu ameenda kule, ameenda kuanika udaga. Leo tutapata chakula nyumbani hapa, hatakuwa na shida tena. Na hili ndio eneo linaloitwa lilikuwa linaitwa shamba la Mpenda Kulia. Lililoachwa na baba yake Buzuiga. Na ilikuwa ni shamba kubwa sana. Pale mbele tulikuwa tunapakana, kulikuwa na mzee mmoja alikuwa anaitwa Mzee Nchampi. Miaka ya zamani huyo Mzee Nchampi. Hilo shamba la Mzee Nchampi liliingiliwa na kijiji. Lote lilijengwa na kijiji. Kwa hiyo Mzee Nchampi shamba lake lilikuwa limekoswa. Sisi bahati yetu shamba la Mpenda Kulia la kuachwa na baba yake Buzuiga lenyewe kuliingiliwa na kijiji na mpaka sasa bado watu tunalimiliki. Ndio maeneo yote tunayoona yote hayo yalikuwa wazi ni shamba. Haribia kutokana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Zamani mwamba huu ulikuwa uko vizuri kabisa. Haukuwa hata na ufa kama huu tunaoona pale chini pale. Ule ufa haukuwepo kabisa. Na maeneo ambayo walikuwa wanasagia ili eneo hili aliposagia huyu mama hapa panaitwa Imani kwa Kizinza kwa Amani. Kwa hiyo akina shangazi na mama zetu walikuwa wanakuja kusaga hapa, wanasaga mtama kabisa unakuwa unga. Wakati mwingine walikuwa wanakuja kusaga, wanasaga labda kunde kwa ajili ya mboga. Kwa ajili ya mboga. Kwa hiyo walikuwa wanasaga hapa kwa ajili ya mboga. Mama zetu na shangazi zetu. Gentwalile mpenzi zindinesa ebironira wa Ndugu mtangazaji, nafikiri kwamba kumba alikuwa bado ni mtoto mdogo, lakini kwa msaada alikuwa akibebwa anakuja kufika katika eneo husika la tukio la kusaga nini mtama. Kwa hiyo na kama sikosei kuna umri kipindi nabeba kuja hapa ilikuwa kati ya mwaka 1967 na 8 na 9 70 nilikuwa nishapata akili. Kweli nilikuwa kuja kwa miguu yangu mimi mwenyewe. Nimesikia babu umesema kwamba kipindi unafika hapa ili huu mwamba haukuwa na mpasuko huu. Sasa kipindi cha sasa hivi 2025 ni kipi kilicholeteleza mpaka huu mwamba ukapasuka ukapata mwani? Ninafikiri kwamba kama wasema wanasayansi kwamba miambi ikipata joto huwa inapasuka, ndio sababu iliyosababisha kupasuka hivi. Hata hayo unayoona mashimo ya kuwepo ulikuwa uko vizuri kabisa mwamba huu. Ndio maana watu wote walikuwa kuja kuandika udaga hapa. Baada ya mvua ya uhuru kunyesha kule kwenye mto Nyakaramba kule ambao tumemwacha marembo Buzuiga kule. Mpenda Kulia alihamia hapa. Akaja akafanya makazi katika eneo hili. Na kwenye mti huu ndio kwa mila za desturi sisi wazee tulikuwa tumezuiliwa kula kuku. Kwamba kuku ni haramu. Lakini mwaka 1978 baba Mpenda Kulia alituruhusu watoto kuanza kula kuku. Na tulianza kula kuku hapa ilikuwa muda wa mchana saa 7. Ndio tuanza kula kwenye mti huu. Ambao sasa hivi wasali yake ni mti huu. Kesha baki kisiki tu basi. Na baadaye tena Mpenda Kulia alihama hapa, akarudi pale kwenye makaburi pale. Asante. Alibaki kaka yangu Faida Mpenda Kulia yani ndalaba hibozo ndalaba yenkula yandyo nindaba hibambe
viongozi wote akiwemo Mheshimiwa diwani wa kata ya Muungano, mtendaji wa kijiji pamoja na mwenyekiti wa kijiji akiwemo na mwenyekiti wa kitongoji. Tumekuwa na shughuli hii, tulianzia pale kwenye makaburi ya baba zetu alipozikwa marehemu Pendakula Buziga, marehemu Fabiani Hitira, marehemu James Taratibu na mke Miaro amezikwa huko Nyamasale. Pale alipozikwa aliyekuwa mke wa Pendakula alikuwa anaitwa Mkarwinzi, ndiye naye alizikwa pale. Pia kuna kaka yangu anaitwa Peleleza naye amezikwa pale, na kuna kaka yangu anaitwa Faida Pendakula naye amezikwa pale. Kwa tulianzia pale, baadaye tukaenda pale kwenye eneo la mitambiko. Tulifika pale tukaangalia mazingira ya pale yalivyokaa. Baada ya pale kuchukua maelezo ya pale, tukawa tumekwenda kwenye eneo la kwenda kuchukua masalio ya babu yetu. Lakini kwa bahati mbaya au nzuri tumefaulu kufukua, lakini hatuweza kupata masalio yake. Tukaamua sasa kwamba turudishe tena pale apumzike na iwe nyumba yake ya milele. Lakini lengo letu lilikuwa ni kumhamisha, kumleta hapa kutokana na eneo hilo kwa limezingirwa na maji. Baadaye tukaja pale ambao alikuwa anaanika udaga na maeneo ambayo kulikuwa na fisi wengi sana vile tumepaona kulingana na mazingira ya kipindi kile. Kwa sasa tumeingia katika eneo hili ambapo sasa ndio nyumbani kwa Tuzira Hitira Mpendakula, ndio sasa itajenga hapa, ndio nyumbani kwetu sasa hivi. Na tumeingia hapa tukiwa na shamla kwa kucheza ngoma yetu ya asili ambayo ni ngoma ya Mlekule ambayo ni ngoma wa Wakalo. Lakini pia ni washukuru sana wananzengo ambao tumeshiriki kwa pamoja kuja kushiriki kazi nzito ambayo tulikuwa nayo mbele yetu. Katika historia mengi yameshazungumzwa, na sisi kama wajukuu wa kizazi cha tatu tunayo ya kusema, lakini si mengi sana. Mengi yamesemwa ambaye ni baba yetu ndo ameyatamka, yeye anafahamu zaidi. Sisi kama vizazi vya tatu kweli tuliamua kwamba huyo babu ambaye ni babu mkubwa kwetu sisi, baada ya mabadiliko ya tabia nchi, tukaona kwamba si vyema babu yetu aliyetutangulia mbele za haki akae amezama kwenye maji, kama tulivyotangulia kusikia kwamba tumefanya zoezi zima la kuweza kuhamisha, lakini bado hatujafaulu, hatujapata. Ni Mashaka Hitira, ni Mashaka Hitira ndiye alikuwa anaongea, na mama yake huyu hapa anaitwa Njire Kishimba. Huyu ndiye mama yake, alikuwa mke wa marehemu Hitira Mpendakula Buziga. Kwa sasa kwamba tunaingia kucheza ngoma yetu ya asili, ngoma ya Mlekule ambaye alipenda kuicheza Buziga, alipenda kuicheza Mpendakula, Barabara, Mkemiaro, Mkabangere, nani huyu Chibuzoha ambaye alizikwa Rugongo kule, walipenda sana kucheza ngoma hii. Basi niwaalike ndugu zangu wote ambao tuko katika eneo hili, basi kwamba tucheze ngoma yetu ya Mlekule ambayo ni ishara kwamba sisi hatujapoteza asili yetu ya Wazinza. Karibuni sana. Ni mbweno nenyeneza kurumbiriza abana banje wahurira mbweno nyano ndi mwana wa Mkemiaro Butwika akatarona Butwika nyeni kuku twatwetire hama dishikomwe tuti kandi tumurete kunu oruguru tumuye mumenji mbweno bahati mbaya niyo yabati yayanga kwa tuje tutu nyano ogo ni mami katikati hapo.
Wahumurena mkazi wawe muganwa iwe mugaro. Wahumurena mkazi wawe muganwa. Nituwezuka ukula kaka rahumwira itakonya muhanga. Nituwezuka ukula kaka rahumwira itakonya muhanga. Ukwizuka kaka omukura kasi muganwa. Abanyakahumuro abazenyi n'abatuzi nitusimijwe buzinzo y'entunzi. Abanyakahumuro abazenyi n'abatuzi nitusimijwe buzinzo y'entunzi. Biza kubezuka abazare bataho barahumwire. Biza kubezuka abazare bataho barahumwire. Abaseza mutere ngoma abakazi mutere mira tunanize nyamuhanga. Abaseza mutere ngoma abakazi mutere mira tunanize nyamuhanga. Muranya bumwa barabara murika ya bumwa mupenda kura mukemyaro abakura bumwa buchoti Ensi twazisi mbagabire batubaze. Ensi twazisi mbagabire batubaze. Enda kuinduka nyokoromi abamwene wenyu. Enda kuinduka nyokoromi abamuhora wenyu. Enda kuinduka nyokoromi abamwene wenyu. Enda kuinduka nyokoromi abamuhora wenyu. Abaseza mutere ngoma abakazi mutere mira. Abaseza mutere ngoma abakazi mutere mira. mwere 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 bakaro orayo muzenyi omukuru Padiri Thomas Biringi nyegera 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 tata nyegera kahumuro etobuziza yengozi twahikire Abanyakahumuro abazenyi n'abatuzi nitusimijwe buzinzo y'entunzi. Abanyakahumuro abazenyi n'abatuzi nitusimijwe buzinzo y'entunzi. Biza kubezuka abazare bataho barahumwire. Biza kubezuka abazare bataho barahumwire. Abaseza mutere ngoma abakazi mutere mira turabiriza nyamuhanga. Abaseza mutere ngoma abakazi mutere mira turabiriza nyamuhanga. Wakalo piga kelele. Ikerera tukuoneza ona ezi niyo ngoma ya murekure kurunga muziza yengoza buhoro n'emirembe Washa moto. Twende twende. Ichenzi kumuganya uzo bigari benwese ko
Ndalaba ibozo ndalaba yenkula yandyo Nindaba ibambe nindaba yenkula yandyo